Ewe mwananchi, sasa unaweza kupata huduma za serikali kiganjani mwako kwa kubofya simu au kompyuta yako. Mifumo hii ni ishara kuwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yuko kazini, kwa kuwa wataalamu wa ndani ya serikali wana uwezo wa kubuni na kusanifu mifumo ya tehama inayorahisisha utoaji wa huduma kwa umma. Serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan inakuletea mfumo wa kidigiti wa GSD ambao unakupa huduma na taarifa za serikali katika dirisha moja, yani single gateway. Mifumo hii ya serikali imeimarishwa na taarifa zako ziko salama, kwa kuwa watumishi wa umma wanatumia mfumo wa ngao wenye ulinzi dhidi ya mashambulizi ya kimtandao. Serikali au ofisi yetu imebuni mfumo ambao unasimamia utoaji wa huduma za serikali ambao kwa lugha ya Kiingereza unaitwa Government Service Directory. Mfumo huu unawezesha kwa watumiaji kupata taarifa juu ya huduma mbalimbali zinazotolewa na serikali. Mfumo huu wa GSD umekuja kureplace kile kijitabu kidogo zamani ambacho kilikuwa kinajulikana kama kitabu cha huduma za serikali. Lakini licha kureplace umeboresha zaidi kwa sababu inaonyesha vile vile namna huduma hizo zinavyopatikana kupitia mfumo wa tehama. Na malengo ya mfumo huu ni kumwezesha mwananchi kuweza kupata taarifa za huduma zinazotolewa na serikali, na pia anaweza akaomba huduma kwa kupitia njia ya mtandao. Sasa kupitia mfumo huu ambao ni wa kidijitali na umejengwa na wataalamu wa Kitanzania, taasisi za serikali zinawezeshwa kuweka huduma zao kwenye mfumo. Hizo huduma zitawasilisha Ofisi ya Rais Utumishi, ambayo inazingatia au inaangalia viwango vya huduma zilizowekwa. Nikisha kubalika hivyo viwango, Katibu Mkuu Utumishi anaidhinisha ziweze kutoka hewani. Na ndani ya directory hiyo kumewekwa taarifa nyingi, ikiwa mojawapo juu ya jinsi gani mtu unaweza ukapata urahisi wa kupata huduma muhimu za serikali. Kwa mfano, kama ni huduma zinazotakiwa za Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, kama huduma hizo zinakuunganisha na mifuko kama ya TASAF au mifuko mingine kama NSSF kwa maana ya mafao au PSSF kwa watumishi wa umma, basi kupitia directory hiyo unaweza kupata maelezo yote. Sasa faida za mfumo huu ni kwamba tumeweza kuleta huduma zote za serikali sehemu moja kwenye dirisha moja, na itamrahisishia mwananchi, kwa maana kwamba sasa badala ya kuzunguka kwenye anwani mbalimbali za mifumo ya serikali ili aweze kupata huduma, sasa hiyo anaweza kazipata kwenye dirisha moja. Mpaka tunapoongea sasa hivi, kupitia mfumo huu tumeshawezesha taasisi 554 ambazo tayari zimeshaingiza huduma zao kwenye mfumo. Huduma mpaka sasa karibu 9777. Lakini pamoja na hilo pia nataka nitumie nafasi hii kumwelekeza Katibu Mkuu kwa Ofisi ya Rais Utumishi kuhakikisha kuwa ofisi zote na watumishi wote wa serikali wanaendelea kuhakikisha kwamba wanatumia huduma hizo ili waweze kufaidi zile fursa zilizomo. Lakini pia niwakumbusha kwamba haya ni maelekezo ambayo yalitolewa na Mheshimiwa Rais, na kwetu sisi kutekeleza hili ni kuendelea kutimiza ile haja ya Mheshimiwa Rais ya kuendelea kuwahudumia Watanzania katika nchi yake. Kwanza ni wapongeze wenzetu wa IGA kwa ubunifu huu na ushirikiano wanaotoa kwetu, lakini la pili ni wasisitize taasisi pamoja na wakuu wa taasisi na mamlaka za serikali mbalimbali kutumia mfumo huu ili kurahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Mfumo unapatikana kwa anwani ya www.huduma.serikali.go.tz, na tayari tupo kwenye hatua za ujenzi wa mfumo huu ili uweze kupatikana vile vile katika simu kwa maana ya mobile app na SMS kwa kupitia ujumbe mfupi kwenye simu. Lakini pamoja na hilo vile vile natambua kwamba siku ya leo tunazindua mfumo mwingine unaitwa Ngao. Mfumo huu umelenga kuweka ulinzi mkubwa
katika matumizi ya TEHAMA ndani ya serikali. Na kwa sasa hivi tunatumia ngao kwenye shughuli zote za hii ofisi, tunatumia ngao kwenye mail za serikali, na tunaendelea kuboresha utoaji wa huduma, matumizi ya ngao katika mifumo mingine ya TEHAMA. Na mfumo huu tumeuanzisha mwaka jana 2025, kwa kuwa matumizi ya TEHAMA serikalini yamekuwa sana, na matumizi ya TEHAMA yanapokuwa na vihatarishi vya usalama mtandaoni vinakuwa pia. Kwa hiyo na sisi inabidi tuchukue hatua kuhakikisha kwamba tunakuwa na mifumo saidizi ya kuhakikisha kwamba swala zima la usalama tunalisimamia vizuri. Kwa hiyo mfumo wa ngao ni mmoja wa mifumo ambayo imetengenezwa kwa nia ya kuongeza usalama wa mifumo ya TEHAMA inayotumika serikalini. Mfumo huu umesanifiwa na wenzetu wa IGA ambao hatuna mashaka nao juu ya madhubuti wao, lakini mfumo huu pia unawawezesha kutengeneza ile ambayo inaitwa security code au security platform, ambayo inaenda kuwasaidia wananchi wetu au watumiaji wa mitandao kuweza kujihakikishia usalama katika huduma wanazozipata, lakini pia kwa wao kupata taarifa zilizo za uhakika zaidi na zenye makusudio mazuri ya matumizi ndani ya serikali. Tunashukuru sana watumishi wote wa umma, mwitikio umekuwa mzuri. Mpaka sasa napoongea Juni 2026, tuna taasisi na vituo vya kutolea huduma zaidi ya 700 vinatumia mfumo. Na faida zake ni pamoja na kupunguza sana kwa kiasi kikubwa zile barua pepe hadaa ambazo zinatumwa ili kuweza kuwarubuni watu kufanya mambo ambayo yako sio ya kweli. Kwa hiyo ni sehemu mojawapo ambayo tumefaidika na mfumo huu, na tunavyoenda mbele tunategemea kwamba tutaweza kutumia kwenye mifumo mingi zaidi. Ingawa sasa hivi tumeanza na kwenye mfumo wa barua pepe pamoja na mfumo wa masijara. Naomba watumishi wenzangu wa serikali waelewe kwamba nia ni kuongeza usalama. Usalama ni muhimu zaidi kuliko kero. Bora kuwa na kero kidogo, lakini ukawa na uhakika kwamba taarifa zako ziko salama, taarifa za serikali ziko salama. Kwa hiyo nia yetu ni hiyo, na kuhakikisha kwamba kazi yetu inakuwa iko salama, taarifa za serikali zinakuwa salama na mifumo yetu inakuwa salama. Mwisho ni washukuru tena wakuu wa taasisi na viongozi kwa ushiriki wao kwenye maadhimisho haya, kwani idadi ya mwaka huu 225 ni idadi kubwa, na tumeona hata viwanja vya Chinangali vimejaa kwa sababu ya ushiriki mkubwa wa taasisi kwenye maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma. Kauli mbiu yetu kuchochea uwajibikaji jumuishi kwa huduma endelevu. Hii kauli mbiu imekuja wakati mwafaka, na kama mtakumbuka, hivi karibuni tulimwona waziri wa maji kule Mwanza akaenda kushughulikia tatizo la umeme ambalo liko chini ya wizara nyingine au taasisi nyingine, ambavyo lilikuwa linakwamisha utoaji wa huduma endelevu ya maji katika eneo lile. Tunashukuru sana hatua hii imechukuliwa wakati mwafaka, ambapo huduma hii ilivyokuwa ina sita kutolewa, lakini kwa uwajibikaji jumuishi wa Wizara ya Maji pamoja na Wizara ya Nishati kupitia taasisi zao, huduma ile kule imekuwa endelevu na inatolewa, na sasa hivi na wananchi wote wanafurahia. Na mkumbuke tu kwamba hata kauli mbiu iliyotoka Umoja wa Afrika mwaka huu ilihusisha vile vile kwenye sekta ya maji. Kwa hiyo kazi ile iliyofanywa na wenzetu wa maji kwa kushirikiana na nishati kwetu sisi imeleta taswira halisi ya nini dhamira ya wiki ya utumishi wa umma mwaka huu wa 2026. Asanteni sana. Kazi na utu, tunasonga mbele.